Mlango wa 4. Lakini jambo hili lilimchukiza Yona sana, naye akakasirika, akamwomba Bwana akasema, nakuomba, Ee Bwana, sivyo hivyo nilivyosema hapo nilipokuwa katika nchi yangu? Hii ndiyo sababu nilifanya haraka kukimbilia Tarshishi, kwa maana nalijua ya kuwa wewe umungu mwenye neema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, umwingi wa rehema, nawe waghairi mabaya. Basi sasa, Ee Bwana, nakuomba uniondolee uhai wangu, maana ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. Naye Bwana akasema, Je, unatenda vyema kukasirika? Ndipo Yona akatoka mjini, akaketi upande wa mashariki wa mji, akajifanyia kibanda huko, akakaa chini yake uvulini, hata aone mji ule utakuwaje. Na Bwana Mungu aliweka tayari mtango, akaufanya ukue juu ya Yona, ili uwe kivuli juu ya kichwa chake, na kumponya katika hali yake mbaya. Basi Yona akafurahi sana kwa sababu ya ule mtango. Lakini siku ya pili kulipopambazuka, Mungu akaweka tayari buu, nalo likautafuna ule mtango, ukakatika. Basi ikawa jua lilipopanda juu, Mungu akaweka tayari upepo wa mashariki wenye hari nyingi. Jua likampiga Yona kichwani hata akazimia, naye akajitakia kufa, akasema, ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. Mungu akamwambia Yona, Je, unatenda vyema kukasirika kwa ajili ya mtango? Naye akasema, ndiyo, natenda vyema kukasirika hata kufa. Bwana akamwambia, wewe umeuhurumia mtango, ambao hukuufanyia kazi wala kuuotesha, uliomea katika usiku mmoja na kuangamia katika usiku mmoja. Na mimi, je, haikunipasa kuuhurumia Ninawi, mji ule mkubwa, ambao ndani yake wamo watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupambanua kati ya mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto, tena wamo wanyama wa kufugwa wengi sana?